Kuna story na dowry payment. Siku hizi imekuwa na complications mingi. Unapata kuna watu like as a man unaona like kusaidiwa na mtu wako kulipa dowry iko sawa. Wakati mwingine unaona as a man kusaidiwa na marafiki kulipa dowry iko sawa. Nora, what are you talking about? Unajaribu kusema ati mimi as a lady I should help a man to pay my dowry. Yes. Hiyo ni uongo. Sasa mtachelewa kuoana juu. Yeah, haiwezi fanyika. Unaona, for you to decide the lady you want to marry, you have to have planned for it. Si ati harusi inapangwa tu leo, kesho, next month tunaoana, tunapeleka dawari nyumbani. Lakini unajua hii ni kitu mkuu umepanga Kefa. Naweza kwa nimeplan. Naweza kwa nimeplan. Na si ati niko down. Nimeplan, niko na do. Lakini hebu sikia, unasikia kwa social media venye watu wenye mademu mostly husema sijui dawari yangu sijui itafika ngapi, sijui itafika ngapi. Sasa wewe tumekuanga na wewe, tunapendana ndio tunapendana. But sasa tunataka kurash ama tunataka kuwait, ndio? Yes. Lakini sasa zile ndo zenye niko nazo labda hazijafika ile yenye Masako alikuwa anasema. Let's postpone hiyo mambo ya kulipa dawari. Tungoje mpaka ile siku yenye utakuwa ready. Hapana. Mimi nitasema hivyo. Tuendelee cohabit hadi siku za feel tumepata pesa enough za ku. What if kwa ile situation yenye una feel unajua saa zingine si madem ndo unaletanga hii pressure fulani sana. Ati hujanioa sijui nini. Lakini sasa wewe unaleta kwa sababu uko na threat fulani, labda unaamini kitu fulani inaweza fanyika. Yes, pressure nitakupea because as a man kama hujakuwa pushed by a lady to do things, unapatanga wengine wamerelax tu. Siku tu zinaenda unashtukia uko na mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, hajailipa because you as a lady you don't ask for it. Mambo ya kamustay hivyo ndio venye stories za kamustay huanza. Na unapata tu watu wameenda mpaka they are now old. Unasikia msichana na mama anakuambia mkubwa at 40 years anakuambia mimi dawari yangu haijailipwa, sijui bwana wangu alipeleka tu ndama. Na nikuulize hiyo dawari inakuanga one day thing ama? Siwezi lipa ya kwanza alafu ningoje nilipe ile nyingine baadaye. Watu husema hivyo. Watu husema like nalipa kidogo ati nitakuja kuongeza. Hakuna kitu utakuja kuongeza hivyo, already your wife has 3 children. So nilipe tu yote. Utakuwa ushaona. So ni kama uende kwa duka ununue something, uletee hapa kwa nyumba. Ukishaiva imeanza kuzeeka alafu bado mtu anakwambia ulipe. Na what if unaona unajua siku hizi hii nini dawari imekuwa na vitu zenye hazieleweki. Unapata kama like mzazi amesomesha huyu msichana wao wana wakati wa ile nini negotiation ya ile ya dawari unapata wazazi wame include that nimefunza mtoto wangu ako na degree, ako na PhD, ako na masters. So wanataka like walipwe hizo like sijui nitaisema compensatiwe. It's just a way of appreciating the parents for taking good care of the girl and all those. Hiyo sasa inakaa commercialize juu sasa. Tuanze kufeel ati unajua ama tuamue scenario kama hiyo haifai kutokea because taking a lady to school is just a pure responsibility of the parents, and society tunalive sai everyone is learned. So huwezi chukua kupeleka mtoto shule ikuwe kama a weapon ya kutoa pesa kwa mtu. Mtoto ni wako, umemempower as a parent. That is a responsibility. So that one should not be done. I fight to that one on the negotiation table, a bride price. So what should be brought to the table when negotiating for bride price? There is just a value that is set by the community. Lakini najua ilikuwa then. Unaona vitu sahi kwa ground. Should it be done now? Do you feel like dowry is outdated? Ama imepitwa na wakati? In fact, they should just do away with it. Mimi unajua mimi na feel like okay, ikifika ni kama kwa marriage. Some things I think even though tunatupilia mambo some za traditions, when it comes to some things for me I'll gladly and very much hold to my culture tradition when it comes to dowry payment. Itafuatwa hivi ndo inaendanga. Siku ya kwanza, lakini si ile tunasema tunakaa na mtu na mzalia mtoto wa kwanza wapi na ujaenda hata introduction kwetu. Why? Another thing comes in mali tunapata like you want to pay your dowry but watu wanakusaidia kuchanga. Unapata WhatsApp group imetengenezwa ya wewe ya kulipa dawari ya kufanya bla bla bla. Hiyo pia unajua mimi
mimi si feel kama hiyo inafaa kuwa. Yaani hawapaswi kwenda that much yenye lazima nichangie. Unajua mtu anachangiwa na kani mtu anapewa msaada. Kama ni kitu hata ndio yako atanidharauliwa kama community. There is a situation whereby you have friends wenye wanajiweza, and these friends they can pressure you to form a WhatsApp. Someone like Prince Indah, when he was doing his wedding, he was able to fund everything, and he was like, friends were asking him, just form a WhatsApp group, we want to do something. That's kama hiyo unajua ameulizwa na marafiki, si yeye amerequest. Lakini hata hivyo make sure your contribution ni kubwa kualiko. Yes, uko na uwezo but friends just wills to. Alafu mimi na feel hii mambo ya dowry pia to some extent when you nasema mambo na kuwa outdated, to some extent inaweza kuwa validated your point cause sasa unajua tukieka nikana kwamba I must pay kitu fulani ndio ni ku-own. So unajua utakuwa ni kama wewe ni my property. So you see. Sasa mimi naweza fanya nikienda ninunue TV. Penye nimeenda nikanunua TV alafu nikakuja na my property. Unajua kitambo so itakuwaje? Nitakuwa saa zingine si naweza fikiria ukianza kunisumbua na kwambia unajua nilitoa pesa ngapi kutoa kwenu. Kitambo women used to be seen as objects. Like unaona kama nikikununua ni kama nimekutoa kwa wazazi wako wewe ni wangu nimeweka kwangu. But unajua sasa hii women pia wamekuwa empowered. Everyone kila mtu anajua sasa hii kila mwanamke amesoma, kila mtu anajua. Kitambo ni wanaume peke yake ndio walikuwa wanaenda shule, the ladies used to stay at home, si ndio? But now when you look at the situation, men are going to school, the ladies are also going to school. So hakuna everybody is 50-50 is equal. What happens when sasa tuanze hata wanaume pia wazazi wao wako wanaweza pewa nilikuwa nafikiria kama hiyo si huwa mna propagate sana mambo na equality. So kama kuna equality, these people wanakuwa mbona pia sisi tusipo. Unajua nimetoka kwetu nimekuja kwenu. So unaona pia wazazi kuna ile gap yenye tumeacha kule. So eti inakuanga like unajua kuna ile gap yenye kuna ile presence yangu yenye nilikuwa kule kwa familia yangu vile. So the money the money na dowry maybe is to console the parents wa msichana wasi feel something of the sort. Yes. Okay. No, I get you. But saizi mostly simi utakuja kwangu. Utakuja kwangu. Na kwetu nimeacha. Na mostly sasa mimi nimetoka kwetu. Lakini si tunaweza kuwa tunaishi somewhere Nairobi na mimi kwetu ni Kisumu. Lakini si na wewe kwenu ni Ukambani. Sasa tutasema aje in that situation. Let me tell you something. Okay, sasa kama tunaenda huko. A man cannot stay without a woman. Now huyo woman ni make maisha yako inakuwa more easier and more fun. Ni kama umepewa zawadi. Na kuongeza stress kidogo.